yani at least kuanzia kwenye ubunge, mheshimiwa mbunge. Sio mwenyekiti wa kitongoji, yuko chini sana. Unajua sente moja muziki sasa tunaupenda, tunafanya muziki, lakini lazima tuwe na time, tujipe time. Ukienda resi utakupeleka resi. Wewe unafikiri ni msanii gani ana akili mbovu hapa Tanzania? Yani unajua kabisa huyu akili zake ni mbovu. Akili zake ni mbovu. Mimi moja kwa moja ndamtarget Dudu Baya. Dudu Baya oil chafu. Kama Amolapa naweza nikamtolea mfano. Amolapa ni msanii wa hip hop, lakini alitrend sana katika kiki. Kwenye muziki ya kutrend. Yaani muziki anaufanya, lakini kiki ndio ilimpeleka mjini. Shukrani za dhati ziendelee kuwafikia wenetu ambao wametupa dhamana kuhakikisha taarifa za burudani zinawafikia popote pale ulipo duniani. Ingia TikTok, YouTube, pale Instagram, Twitter tunatumia FNN Online TV. Hapo niko sehemu ambako unapata taarifa mbalimbali za kiburudani. Mimi naitwa Modizo, behind the camera yuko director P. Bwana, kwenye Plus Talent leo niko na mgeni, atakwambia anaitwa nani, alafu stories tanzia hapo. Habari ya kwako mzee wangu? Fresh kabisa. Uko poa? Uko poa. Wanakuita nani mzee? Naitwa Leader Technique. Okay. Leader Technique. Bwana, karibu sana kwenye Plus Talent mzee wangu. Kitu gani unafanya kwenye muziki? Kwenye muziki mimi nafanya hip hop. Yes. Naimba afrobeat. Kaso singeli ndio sifanye. Tuanze kwenye hip hop kidogo, alafu turudi mezani tuweze kuchambua yale ambayo ametuleta hapa. Ukiamua una freestyle, unapiga ngoma ambayo ushaimba ili Watanzania waamini kweli yes, mwamba yaliomo yamo. Tuanze tu. Mama libesi nikiwa tumboni kanipa baraka nikafanya game. Njia zingine wala isioni na mimi muziki nitafika same. Japo ni ngumu nielewa kwa sasa, lakini one day nitakuwa fame. Nimeshapewa kibali na Mungu, imebaki kwa fans tu kuniconfirm. Basi mzee wangu, mwenye kuamini ataamini yaliomo yamo. Kabla tujaendelea na story mzee wangu, ukikutana na comment umeposti ngoma ya kwako sasa hivi, alafu raia kutoka mtandaoni anakuja anaandika huu ni uvivu wa kulima huu, wewe nini inakuja kichwani yani? Upande wangu mimi hapa mimi naona jambo la kawaida tu. Comment za wana. Kwa sababu hauwezi ukamkosoa mtu mawazo yake. Sure. Na kila mmoja anajibu ama anaongea kutokana na jinsi anavyoona. Lakini huwa mimi comment kama hizo huwa mizanipa nguvu na kwenda kukaza kufanya kile anachokiamini. Safi sana mzee. Unaitazamaje game ya muziki wa Tanzania sasa hivi? Game ya muziki wa Tanzania kiufupi ni ngumu. Ni ngumu kutokana na changamoto zifuatazo. Unajua kwenye game la muziki ni watu wengi wanajaribu kuingia na kufanya, lakini wanakosa support sababu hawana hela. Na hela ndio sababu kubwa ambayo inapelekea watu kufanyaje kutimiza ndoto zao. Kwa game ni ngumu, lakini ninachotaka kusema ni kwamba tujipe imani, tujipe moyo kwamba tukaze tu, ipo one day tafanyaje tutatoboa. Kwa upande wako, kwa akili ambayo unaimiliki sasa hivi, unaamini kwamba wasanii wengi ambao wanadondokea kwenye matumizi ya madawa ya kulevya na kuharibu saikolojia ya akili yao ni kwa sababu walitegemea muziki kwenye maisha yao? Of course walitegemea muziki, alafu vile vile walishindwa kujipa time. Yaani kwamba wao walikuwa na haraka na muziki. Unajua sente moja muziki sasa tunaupenda, tunafanya muziki, lakini lazima tuwe na time, tujipe time. Ukienda resi utakupeleka resi. Mwisho siku unapotea, unaingia katika makundi ambayo sio mazuri. Leader Technique, ingekuwa pub sasa hivi unatarajia kuwa kiongozi, unahisi ni nafasi gani ya kiongozi inakufaa zaidi? Kiongozi? Sijaelewa, labda uongozi wa yani serikali inataka sekta yoyote. Wewe mwenyewe unajitazama ukiwa mwenyekiti wa kitongoji mtaani kwako, unahisi unaweza kukava changamoto za wana kitongoji? Of course naweza. Ila nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji siwezi nikaibilivu sana ama nikaihitaji sana. Nafasi nahitaji mimi kubwa. Yani at least kuanzia kwenye ubunge, mheshimiwa mbunge. Sio mwenyekiti wa kitongoji, yuko chini sana. Aina noma. Unafikiri sasa hivi tunapofanya mazungumzo ya kwetu mara simu inaita Diamond Platnumz kutoka kwako, alafu muda huo kwenye simu yako nyingine kuna message kutoka kwa Harmonize, utaanza kupokea simu au utasoma message ya Konde kwanza? Kwa haraka ndapokea simu kwanza, alafu baadaye tutamjibu Konde. Baadaye tutamjibu wa message. Unaamini vipi katika kuhakikisha wasanii wana boost muziki yao kwa kiki? Ina faida, ina hasara katika tasnia? Of course kiki ina faida. Kwa sababu
Ndio maana yani without Kiki yani lazima upromote. Kiki ni mfano wa promo. Ni kama kukipromo kitu unachokifanya. Kwa hiyo Kiki ina faida kubwa sana katika tasnia ya muziki. Umeona kama Amolapa naweza nikamtolea mfano. Amolapa ni msanii wa hip hop lakini alitrend sana katika Kiki. Kwenye muziki ya kutend. Yani muziki anaufanya lakini Kiki ndio ilimpeleka mjini. Wewe unafikiri ni msanii gani ana akili mbovu hapa Tanzania? Yani unajua kabisa huyu akili zake ni mbovu. Akili zake ni mbovu. Sio mmoja. Wewe tajie mmoja tu ambaye wewe unaona mshikaji akili zake haziko sawa. Akili zake haziko sawa. Mimi moja kwa moja ndamtarget ni Dudubaya. Oil chafu. Oil chafu. Kwa nini sasa? Kwa sababu akili zake ziko lesi sana. Yuko mbele ya muda. Yani yuko mbele ya muda ni anaga kulemba. Yani ukizingua na kuzingua. Kwa akili zake ziko speed sana. Kuna watu wanamchukulia Liga Technique ni mtu tofauti. Unafikiri kwa nini? Mshikaji mikazo anajisikia anaona kamaliza. Kwa nini hizo comment zinakuwepo nyingi kwa upande wako? Ni kwa sababu mimi mwenyewe nimependa kujiweka tofauti na watu wengine. Kwa hiyo the way huwa mimi sipendi tufanane. Kwa the way ninavyojichukulia mimi ndo unajisikia sijui nini, hamna, hiyo ni maisha yangu. Yaani maisha yangu ni maisha yangu tu. Wewe utanicomment najisikia niko vipi, hiyo mimi kwangu sijali. Kwa hiyo napenda kuishi life maisha ninayotaka mimi. Familia yako wakati unaishirikisha mwanzo kwamba bwana mimi nataka kutoka kwenye jina la kitambulisho cha Nida, sasa hivi nina jina hili hapa, naomba brace kutoka kwa mama kwa baba, naingia kwenye tasnia ya muziki, walitoa baraka zao au kuna maneno mengine yakaja nyuma baada ya kukupa ruhusa? Kwa upande wangu mimi hapa ilikuwa ni blessing. Walitoa baraka, kudauti ya kufanya chochote, walibariki, nenda kafanye muziki. Hatari. Bwana basi sawa. Mpaka sasa hivi una ngoma ngapi? Mpaka sasa hivi nina ngoma 7. Nitafanya video. Wewe unafikiri kwa nini ukwenda yani katika ngoma 7 ambazo umezitoa? Kwa nini hazijakupeleka sehemu ambako unapatarajia? Shida ni nini sasa? Shida sio ngoma. Shida nafikiri ni time. Muda bado. Sababu unacho believe mimi kwamba kila kitu kinakwenda na time. Na kwamba tumezaliwa kwa muda na tutaondoka kwa muda na hata mafanikio yanakuja kwa muda. Kwa hiyo mimi nipo nikisikilizia muda wangu ufike wa kufanyaje, wa kuondoka. So track ndio shida ni time. Nasubiria time ifike. Ushaikuachana na mtu wako kwenye mahusiano kwa sababu hapendi ufanye muziki? Hapana, sijawahi. Muziki umekupa mahusiano mapya? Muziki umenipa mahusiano mapya. Unamwambiaje ex wako sasa hivi? Ex wangu ninachotaka kumwambia kwamba akome na sitaki kuona message zake. Bado anakusumbua wala miss call zake. Of course bana anisumbua. Kwa asija kanaribia mahusiano yangu mapya. Kwa hiyo naomba akome na iwe mwisho kabisa kunitumia text wala kunipigia. Kama atafanikiwa kuiona interview hii, naomba akome kabisa. Kuna ngoma nimepita huko, nimekutana na ngoma ambayo imeimbwa na wewe inaitwa Come to Me. Ni ya kwako ile? Of course, Come to Me. Mtupe kidogo mzee wangu. Acapella au to play? Vyovyote tu kidogo yani. Acapella itakuwa vizuri zaidi. Of course. Ngoja piga acapella. Haina noma, tuondoke. Baby give me love. Baby give me love. Ili usiniache kolazi kukupa chochote pika. Everything you need. Kwenye macho yako ntazame mwenye pepika. No anybody you say thanks for love baby, usijenda mpari yo. Ngoma washikaji zetu mtaani wanaipataje? Wanaipata I think digital platform zote ipo. Wanaandikaje? Unaandika Liga Technique. Liga Technique LYGA. Unakutana na mzigo kama una, sio huu tu, mizigo kibao. Ipo mingi sana. Miaka kadhaa hapa nyuma kulikuwa na matamasha mala timu Samata, timu Kiba, ushakwenda uwanjani kwenye hizi mechi za timu Samata na timu Kiba ukiwa na shida na namba ya msanii ambaye umemtafuta muda mrefu, ukijua ukienda uwanjani utakutana naye? Of course nishawahi. Ulikuwa unamtafuta msanii gani? Tukiachana matamasha timu Kiba na timu Samata. Ni matamasha tu haya of course ya muziki wa kawaida ya festival, ya Wasa Festival, Krauzi. Nisha kwenda kumtafuta Neo Mitego. Neo Mitego of course nishamtafuta sana. Darasa. Of course Mr. Blue.
Yeah, ni wasanii moja ambao nishawahi kuwatafuta. Haina noma. Kwa hiyo ukufanikiwa pia kupata hata namba za Nay wa Mitego? Yeah, Nay wa Mitego sikufanikiwa pale namba zake, ila nilifanikiwa kupata namba za dereva wake Nay wa Mitego. Okay. Yeah, na producer alikuwa kwa kipindi kile Nay wa Mitego. Haina noma mzee wangu. Of course moja ya watu ambao wanafanya hip hop na waelewa kinoma noma ni Nay wa Mitego. Hebu nipe sifa 2 za management ambayo iko tayari kufanya kazi na wewe. Sifa 2? Sifa ya kwanza ni kujitoa katika uwekezaji. Sawa. Yaani kuamini kile ninachokifanya. Then sifa nyingine ni waweze kupambana ama kupambana kujitoa ile. Unajua kupromote muziki wangu ili tuweze kufika mahali na tuweze kupata matunda. Ligas ndio? Yeah, Liga Technique. Liga Technique. Ushawahi kukaa alafu ukawa unalaumu maendeleo ya technology nchini Tanzania? Yeah, of course. Yaani unaumia kwamba kwa nini hichi kitu kinaenda viral sana alafu madhara yake ni makubwa? Yeah, nishaikaa nikaanza kujilaumu mimi mwenyewe. Hasa hususan kwa tasnia yetu sisi ya music. Unajua kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea hapa nchini ambavyo sio sawa kwa wasanii. Sawa. Umeona? Ila nijaribu kujilaumu mwenyewe sababu nilikuwa sina uwezo ama changamoto hii itatua vipi, sababu changamoto hii inabidi itatuliwe na serikali. Sure. Hii changamoto ni ya serikali moja kwa moja. Unajua serikali yetu imewekeza sana nguvu yao kubwa kwenye masoko na soka. Ila kwa wasanii sijaona kama ikiwekeza, lakini inataka ushuru kwa wasanii, lakini sioni kama ikitoa nguvu yake kubwa kwa wasanii. Aidha mimi nilikuwa nataka tupate ukumbi mkubwa wa burudani. Yaani ukumbi wa kiserikali mkubwa wa burudani ambapo unaweza kufanya matamasha makubwa ambao watu wakamchukua hata Alba Chris Brown ama msanii yote kutoka nje akaja. Ukumbi ni mkubwa wa kisasa. Hilo ndilikuwa mimi ni maono yangu makubwa, lakini naona kama serikali bado haijatazamia huko. Muziki umekuwa biashara lakini wasanii wanalogana sana. Inakaje? Sio tu kwenye muziki, biashara, wasanii wanalogana. Hii ni nadhani kusema ni katika sekta zote, hata maisha ya kawaida watu wanalogana, hususan pale unapoona unazidi kufanya vizuri, watu hawataki ufanye vizuri, wanakuja na kuangusha. Kwa hiyo hii sio kwenye muziki tu. Wewe ushaikuloga? Mimi kuloga na loga sana, ila kuloga wangu mimi na loga namtumia Mwenyezi Mungu. Okay. Hujaloga ili muziki uende. Uchawi ni nini? Uchawi ni imani. Na vile unavyoamini ndivyo unavyofanya kazi. Unajua vile. Kwa hiyo kama mimi na believe kwamba itakuwa hivi na itakuwa hivyo pia. Lakini mimi mchawi wangu mkubwa katika maisha yangu ama katika tasnia yangu ya muziki ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ndo anayemtumia katika kuloga katika muziki wangu. Ushaikuwa na rafiki mwanangu? Yeah, of course. Sio rafiki, marafiki. Ukawaamini zaidi? Sana, zaidi ya sana. Mbona mwanangu hapo kama umeshtuka kidogo? Inaendelea. Mwanangu nitakupa kazi ya kukatakata, utakata tu mpaka tupate tunachotaka. Haina noma mwanangu. Ushaikuwa na rafiki ambaye ulimwamini zaidi? Yeah, yupo. Alafu akaja akavunja imani juu yako? Yeah, of course, alikuwepo. Unafikiri kwa nini huwa tunawaamini watu alafu then wanakuja wanatoa kile ambacho sisi tuliweka juu ya imani zetu juu yao? Hapo siwezi katoa sababu, ila mimi nachoamini kila binadamu ana mapungufu yake. Sure. Yaani kila hatujakamilika, kila mwanadamu ana mapungufu yake. Hapo kuweka siri zako kwenye flash na kuweka siri zako kwa rafiki yako, kipi kina usalama zaidi? Kwenye flash ama kwa rafiki yako? Kuna picha zako, kuna dokumenti zako ukahifadhi kwenye flash uwe nayo, alafu kuna siri ukampa rafiki yako. Mimi nafikiri unaona hapo salama zaidi ni nini? Hapo kote ni danger, hamna simu yenye salama. Kwenye flash pia hamna salama, kwa rafiki yako pia hakuna salama. Akiamua kukuumbua ama kukuharibia na kuharibia. Na ile flash kama ikipotea, watu wakidaka wakiangalia mambo yako hamna salama. Lakini una marafiki pia? Marafiki nao. Unawaamini zaidi? Yupo naye muamini zaidi. Yaani sio yupo, wapo nao waamini zaidi. Na imani zenu huwa zinaleta matokeo mazuri zaidi? Makubwa sana. Kwa mfano sasa hivi, swali langu la mwisho ambalo nakuuliza sasa hivi, tasnia ya muziki nchini Tanzania ingekuwa ni serikali, ungekubali kuongozwa na rais nani? Ingekuwa ni serikali. Tasnia ya muziki ingekuwa ni serikali. Hebu niwekee viongozi. Rais angekuwa nani? Waziri mkuu? Kwenye wasanii lakini. Nani ungekubali awe rais wenu? Kwenye tasnia ya muziki?
Of course mimi hapo nafikiri yaba alikuwa nafaa kuwa kiongozi ni mimi mwenyewe. Ungekuwa rais wa wasanii? Ningekuwa rais wa wasanii. Waziri mkuu ungempa nani? Waziri mkuu hapo ningempa hata Edimani hapo. Edimani. Lakini ni serikali ndogo hii. Nazungumzia serikali kubwa sasa, ambako serikali kubwa hiyo kuna wakina Diamonds, Harmonize, wakina Alikiba. Hao sijaweza kuwaona kwa sababu unajua kila mmoja anafanya kile kinachoona kinamfaa. Diamond yuko vizuri, ni msanii mkubwa hapa Tanzania, lakini umeshanipa opportunity, si ndio? Nafasi kama ingekuwa tunaweka kiongozi, nani angekuwa? Ungejiweka mimi binafsi, ningejiweka mimi, na anayefuatia angefuatia ni mwanangu pia vile vile. Ingekuwa wanapiga kura, ungekuwa uko tayari kumpigia kura Diamond Platnumz awe rais wa wasanii Tanzania? Nisingempa kula. Usingempigia kura? Sasa kulangu angesingechukua.